kuanzia leo ukiniona mimi unione kama kituo cha polisi Nadir. Isha. Koma. Tena koma wewe. Kosa langu kukupenda. Kosa langu kukupenda. Kosa langu kukupenda wewe. Kosa langu kukupenda wewe. Kosa langu pia. Isha, mama yangu ndo unanifanyia nini hivi mimi, mtoto wa mwenzio? Kosa silijui. Sijui limeanzia wapi linamalizikia wapi, unaniletea lawama mimi. Kwa sababu tu nakupenda, unataka kuniweka mbali na maisha yako Isha. Mimi sijui nani kazungumza, naanzaje kumuita mama yako mchawi? Naanzaje kugumbanisha mahusiano yako? Haijalishi kwamba nakupenda Isha. Lakini kwingine unanionea mama yangu. Unanionea mimi, sijui. Kwa nini lakini mimi, kwa nini? Kwa nini Nadir? Kwa nini Nadir? Uchungu dunia kikuelemea, na ya uchungu mapenzi ukisalitiwa taarifa yana maumivu yakikukumba, utashindwa kulala, roho macho havina furaha, moyo nakosa abembeleza, unatua hauna huruma, unanibagua. Nikukupenda imekuwa lawama, unanishushia. Umepanda dau siku hizi, hata simu zangu. Ina maana mpaka saizi bado hujala na umeshindwa kwenda kupumzika? Ni nini kinachokusumbua mdogo wangu? So kusini wala kaskazini, sipo juu wala sipo chini, nilikupenda so kusini sini. Namwaza huyu mtu ambaye amenigombanisha na mwanamke ambaye nampenda. Sijui ni kitu gani kimemsukuma kuyafanya yote hayo. Na kama nikifanikiwa kumjua, nitamfanya kitu kibaya sana. Abembeleza, unatua hauna huruma, unanibagua. Nikukupenda imekuwa lawama, unanishushia. Ni kitu gani hicho ambacho unataka kumfanyia? Dada, namuua. Mimi so kusini wala kaskazini, sipo juu wala sipo chini, nilikupenda so kusini. Hata kama ikiwa ndugu yako damu? Mimi so simu kuweka pini. Haijalishi atakuwa na cheo kiasi gani kwangu. Kwa vile yeye alishindwa kuijua thamani yangu na akaupunguza upendo kwa mwanamke ninayempenda, msimamo wangu utakuwa pale pale. Namuua. Mtabiri, unajua siku ile sikukuelewa hata kidogo, na nilishindwa kupata ufumbuzi. Ila naomba leo uniambie maana halisi ya nyota. Unajua
vijana wengi sana wanafeli katika ndoa kwa sababu huwa hawaangalii nyota zao kama zinalingana au hazilingani. Ndio maana ikawa katika ndoa zao hamna maelewano. Unakuta mambo mengi sana katika ndoa yanaharibika, wanagombana. Hata wakipata hawabariki. Yote inatokea kwamba kuto kuangalia nyota zao kama zinalingana au kuto kulingana. Na ndio maana unakuta vijana wengi sana wanafanya kazi na wanapata pesa nyingi sana, lakini hawajui hata wapi pesa inapokwendea. Na kuna wengine watafanya kazi hata kama ni ya kuuza chungwa tu, na wakaneemeka wakapata. Au ndio wanaolingana nyota zao. Cha kwanza mimi nashukuru sana kwa elimu yako Mtabiri. Asante sana. Lakini jambo lingine, tatizo sio kwamba nashindwa kutokumpenda, hapana. Ila moyo wangu bado unasema unampenda. Huku nikiamini ipo siku atakuwa na mimi na ataamini hisia zangu. Ila kwa sasa wacha tunipitia ya mateso, nikiamini huenda pia ni moja ya changamoto ambazo nazipitia, ili niweze kuwa naye. Nampenda sana yeye. Sawa, ishi ukijua kwamba mtoaji riziki ni Mwenyezi Mungu tu, na pengine hayo yote ikawa ni changamoto ambazo wanakupa wewe, unapitia kuangalia imani yako iko wapi. Sawa, unaweza kwenda. Asante sana. Samahani mama kwa kukatisha safari yako. Nilikuwa naomba muda kidogo niweze kuzungumza na wewe. Hamna shida babangu, wewe ongea tu. Nadhani hii sura siongeni machoni mwako. Jambo ambalo nahitaji kuzungumza na wewe ni juu ya binti yako. Binti yangu? Kafanya nini tena? Kawaida tu mama, na ni jambo la kheri pia. Jambo la heri? Ni jambo gani hilo babangu? Vitabu vya dini ya Kiislamu vinazungumza kuna mambo matatu makuu pindi mtu wa Kiislamu yakitokea hastahili kucheleweshwa. Jambo la kwanza ni kifo kikitokea, anatakiwa haraka kuharakishwa kuzikwa. Jambo la pili ni mtu anapohitaji kuslimishwa. Jambo la tatu ni sunna ya ndoa, ambapo akiwa ni mwanaume au mwanamke anapofikia umri wa kuoa au kuolewa, akiwa amekidhi vigezo vyote, basi naye anastahili pia kuharakishwa kwenye jambo hili. Na hilo ndo lengo langu na madhumuni yangu wa kukusimamisha hapa mama. Nahitaji kuituma familia yangu kwenu. Nahitaji kuunganisha kumeni na kukeni. Nahitaji kutengeneza familia. Ningeomba niruhusu nije kufanya nusra kwa binti yenu Isha. Hilo ni jambo la heri sana mwanangu. Lakini mbona sio sehemu yake hapa kwa kuongea jambo hilo?
Kwa hiyo ukipata muda njoo nyumbani, tuongea vizuri juu ya jambo hilo. Sawa mama? Asante mama, ninashukuru kwa hilo. Samahani mama. Kuna nini tena baba? Kulikuwa na kiasi kidogo hiki hapa cha fedha, naomba upokee. Usijali kabisa. Tafadhali mama, utanitia unyonge. Haijalishi kwamba nitafanikiwa kwa binti yenu ama sitofanikiwa. Nahisi tu ni sehemu ya familia yangu, kwa sababu mimi binafsi sina mama na dada tu. Kwa hiyo nachukulia ni sehemu moja hapo ya familia yangu mama. Usinitie unyonge mwanao. Asante babangu. Amna mama, pokea. Mbona pesa nyingi mwanangu? Amna mama, najua ni kiasi kidogo sana cha fedha ambacho hakiwezi kukidhi mahitaji ya nyumbani. Lakini tafadhali usinitie unyonge mamangu. Asante sana babangu. Asante baba. Karibu tena nyumbani. Karibu sana. Uje baba. Uje. Sawa mama. Uje baba. Sawa mama. Isha. Isha. Isha mwanangu, nilikwambia leo utakuja ugeni. Kwa hiyo huu unaona ndio ugeni. Sijui unajua au huajui. Karibuni wanangu. Jisikieni kama mpo nyumbani. Asante sana mamangu. Hii mama ni barua posa kwa binti yako. Hamna shaka. Nimefurahi sana wanangu. Hili ndo jambo la msingi ninalotakiwa kuliko kukutana huko vichochoroni. Leo umeniletea jambo la heri ndani. Nimefurahi sana nangu, karibuni. Isha mwanangu, hii ni barua ya kwako. Na hawa wageni ulioona ni wako wewe mwanangu. Tena wenye heri tu. Wewe. Na unataka kuwapanisha ambao waliolala, si ndio? Na unapanisha mashitani yangu ambaye kusha kulala, si ndio? Nimekwambia mara ngapi? Ukiniona mimi unione kama kituo cha polisi. Bibi harusi mtarajiwa. Punguza pressure. Koma. Hayakuhusu. Naomba kusanyeni mbaliga zenu muondoke mlipotoka, sawa? Isha mwanangu, unaugua kichaa wewe? Au unaugua azimu? Umeamua kunitia aibu mbele ya wageni, si ndio? Au kwa sababu ya kile kibwana chako? Mbona wewe una akili wewe? Mama, hao wanaona kwa kweli ni wageni. Ndio wanakusambazia mabaya katika hiki kijiji. Unaona kwa kweli ni mgeni, ndio wanakusambazia katika kijiji, kwa wewe ni mchawi. Ya uchungu dunia kikuelemea,
ukisalitiwa, taarifa yana maumivu yakikukumba, utashindwa kula. Isha, umechanganyikiwa? Unaanza kugua azimu wewe? Mbona unanitia aibu mbele ya wageni? Nisikize Aisha kwa makini. Au kwa sababu ya yule jamaa yako ndio anakutia kiburi sana? Kunitolea leo, kunitilia fedha ya mimi mbele ya wageni hawa, si ndio? Sasa ninachokuambia, mimi ni mama yako. Nimekuwa kwa tumboni miezi 9. Ukitaka utaolewa, hukutaka utaolewa. Tena sitaji upumbavu wako, mshenzi wewe. Wewe mshenzi sana wewe. Yaani wewe nimekuzaa mimi wewe. Labda niwe sijakuzaa mimi. Nenda mwana kwenda mshenzi wewe. Leo usirudi tena hapa nyumbani. Umeamua kunitia aibu nyie, tutasafi mpaje nyie. Msosikia la mkola, mtavunjika guu wa shenzi nyie. Mpenzi kama mimi. Mimi so kusini wala kaskazini, sipo juu wala sipo chini, nilikupenda so kusini sini. Mimi so wasimu kweka pinipini, nilikupa uhuru chako changu mimi, kaivunja imani tena sikuamini. Wenda so nyota yangu, ama